Hivyo tujitambue kwamba sisi ni akina nani kwenye ulimwengu au kwenye dunia, na sehemu yoyote ile tunapokanyaga, tunapokuwepo hapo, basi watu waone vitu vya tofauti na Mungu wetu apate kutukuzwa. Usije ukasema kwamba nipo kazini sasa hapa ni kazi tu. Hapana, mweke Mungu mbele ili mambo yaendelee kusonga mbele. Tusome Wakorintho wa kwanza 12:27. Korintho wa kwanza 12:27. Neno la Mungu linasema, basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja peke yake. Manake hapa tumekusanyika, lakini ukiondoka huko, manake Roho Mtakatifu unaye, Mungu unaye 100%, kila mmoja peke yake. Kwa hiyo usije ukajificha sehemu au ukabaki sehemu ukaendelea na mambo yako ukazani ya kwamba Mungu hakuoni mahali hapo. Wewe ni nuru katika ulimwengu. Wewe ni barua katika ulimwengu. Kwa hiyo unapokuwepo sehemu yoyote, basi hakikisha unaendelea kumtukuza huyu Mungu wetu, unaendelea kumwakilisha huyu Mungu wetu, kwa sababu wewe ndiwe balozi wa siri hizi za ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa nikaona chanzo cha mtu kuitwa Mkristo au kuwa kanisa. Huyu mtu amekuja kujaje au amefanyikaje kuwa kanisa? Nikafuatilia kwa mfano kwa wenzetu kule upande wa pili, kuna kitu huwa wanaita kusilimisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Au mtu anasema amesilimu. Najua kwamba hilo ni tendo la mtu kuingia katika dini fulani, hiyo kutoka dini nyingine au kutoka katika kutokuwa na dini. Manake huyu mtu anakuwa amesilimishwa. Lakini maana nyingine ambayo nikaipenda zaidi kwenye hii maana, ili ni neno la Kiarabu linaitwa aslama. Ngajua maana yake kwamba ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na kuzitii amri zake ili kupata amani na utulivu. Hizo ni imani ambazo tunaweza tukasema zinajua, lakini hii maana ni nzuri kabisa hata kwa wewe Mkristo. Manake kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na kuzitii amri zake ili kupata amani na utulivu. Hiyo ndiyo maana ya mtu huyo ambaye ametubu. Hiyo ndiyo maana ya mtu huyo ambaye ametoka huko kutokuwa na dini, kutokuwa na ibada za kumwabudu Mungu, hatimaye akaamua kurejesha kwa Mungu. Huyu mtu amesalimisha maisha yake mbele za nani? Mbele za Mungu, ili aweze kupata nini? Amani na utulivu. Kwa hiyo kama wewe ni Mkristo, sasa hiyo ni maana ya kule. Lakini nikaja kwa Mkristo, nikaandika ya kwamba Mkristo ni mtu aliyekubali kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa ufupi tu, Mkristo ni mtu aliyekubali kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kama wewe katika Ukristo wako, lazima uangalie chanzo chako. Anzeje na huu Ukristo? Tunaposema kanisa ambalo Kristo Yesu alilikusudia au amelikusudia, linatakiwa liishi namna gani? Linatakiwa litembee katika maadili yapi? Manake lazima kwanza uanze kule kwenye msingi wako. Ndio maana leo kwa mfano unaweza ukatembea